waheshimiwa viongozi wakuu wote, itifaki imezingatiwa. Viongozi wakuu wote mliopo, viongozi wastaafu, waheshimiwa wageni wetu kutoka Msumbiji na Uganda, ndugu wageni wote mliofika hapa, ndugu wafiwa, ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Kwanza napenda niungane na waongozaji wote kutoa pole kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa familia ya hayati Mzee Rashid Mfaume Kawawa, ndugu jamaa na Watanzania wote kwa jumla, kutokana na kuondokewa na kiongozi wetu mpendwa, makamu wa rais na waziri mkuu mstaafu Mzee Rashid Mfaume Kawawa. Kwa hakika sio rahisi kupata maneno na muda wa kutosha kumwelezea hayati Mzee Rashid Mfaume Kawawa, lakini katika uhai wake Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa amefanya mengi makubwa yaliyogusa nyanja mbalimbali katika maendeleo ya taifa letu kiuchumi, kisiasa na kijamii, na hivyo kumfanya Mheshimiwa Kawawa kuwa sehemu kubwa katika historia ya taifa letu. Wasifu ninaoutoa ni ufupisho tu wa yale mengi ambayo yangepaswa kuelezwa kuhusu mzee wetu Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa. Hayati Mzee Rashid Mfaume Kawawa alizaliwa tarehe 27 Februari 1926 katika kijiji cha Matekwende, wilaya ya Namtumbo, mkoa wa Ruvuma. Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa ni mtoto wa pili katika familia ya watoto watano wa Mzee Fundi Mfaume Ali na Mama Zamaradi binti Chikuse. Mzee Fundi Mfaume Ali alikuwa na mke zaidi ya mmoja. Wake wengine wawili wa Mzee Fundi walibahatika kupata watoto 9, ikiwa ni wanaume 5 na wanawake 4. Hivyo Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa kwa upande wa baba yake anao ndugu zake 9 waliozaliwa na mama wengine. Aidha, kwa upande wa mama yake Bi Zamaradi binti Chikuse, Mheshimiwa Rashid Kawawa anaye dada yake mwingine. Mzee Fundi Mfaume Ali alikuwa mwajiriwa wa serikali kama afisa wa wanyamapori. Mzee Fundi Mfaume Ali alipata kufanya kazi katika vituo mbalimbali katika lililokuwa jimbo la Kusini, lililojumuisha mikoa ya sasa ya Lindi, Mtwara na Ruvuma. Hali hii ilisababisha Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa kupata elimu yake ya msingi katika shule mbalimbali kutokana na kulazimika kuwafuatana na wazazi wake kila walipopata uhamisho. Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa alianza darasa la kwanza katika shule ya Tunduru Bomani mwaka 1935. Baada ya mwaka mmoja, Mzee Fundi Mfaume Ali alihamishiwa kijiji cha Lungesule, na hivyo Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa naye kulazimika kuhama na kujiunga na iliyojulikana wakati ule kama Bush School katika kijiji hicho. Muda mfupi baadaye, Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa alifuatana na wazazi wake katika uhamisho wa kwenda Kilwa Kivinje, ambako alilazimika kurudia darasa la kwanza. Hata hivyo, akiwa katika shule ya Kilwa Kivinje, walimu waliona kuwa alikuwa na uwezo mkubwa katika masomo na hawakusita kumrusha kwenda darasa la pili. Mwaka 1940, Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa alihamia katika shule ya bweni ya Liwale, ambako alisoma hadi darasa la 4. Mwaka 1941, Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa alifaulu mtihani wa darasa la 4 na kuchaguliwa kuingia darasa la 5 katika shule iliyoitwa wakati ule Dar es Salaam African Central School, ambapo alisoma darasa la
la 5 hadi darasa la 10. Mwaka 1947 Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa alifaulu na kujiunga na shule ya sekondari ya Tabora alikosoma darasa la 11 na 12 na kuhitimu mwaka 1949. Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa aliajiriwa serikalini kwa mara ya kwanza mwaka 1949 kama karani wa fedha katika kitengo cha huduma za maji Dar es Salaam. Mchango wa Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa katika harakati za kumkomboa Mwafrika na uhuru wa Tanganyika. Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa alianza kushiriki katika harakati za kumkomboa Mwafrika tangu akiwa shuleni. Akiwa Dar es Salaam African Central School, yeye na wenzake 10 walianzisha kikundi kilichoitwa United Young African Organization. Kikundi hiki kilikuwa na lengo la kuendeleza Waafrika katika elimu, kilimo, biashara, ufugaji na michezo. Kupitia kikundi hiki yalianzishwa madarasa ya elimu ya watu wazima kuzunguka maeneo walipo wanachama wake, iwe shuleni au wakati wakiwa likizo. Akiwa bado mgeni katika ajira ya serikali, Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa alijiunga na chama cha watumishi wa Afrika serikalini mwaka 1951. Kutokana na umahiri wake katika kuendeleza shughuli na malengo ya chama hicho, Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa alichaguliwa kuwa rais wa chama cha watumishi wa Afrika serikalini mwaka 1954. Mwaka mmoja baadaye, na kwa hiari yake mwenyewe, aliamua kuacha kazi serikalini na kuingia rasmi katika shughuli za vyama vya wafanyakazi mwaka 1955. Mwaka huo Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa alichaguliwa kuwa katibu mkuu wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi, wakati ule likiitwa Tanganyika Federation of Labor. Bila shaka umahiri na kujitolea kwake katika kupinga mazingira duni ya kazi na ubaguzi hivyo vilivyomfanya Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa aonekane kuwa anafaa kushika wadhifa huo kwenye shirikisho hilo lililojumuisha vyama vya wafanyakazi zaidi ya 10. Mnamo mwaka 1958 Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa alichaguliwa kuwa rais wa shirikisho hilo la vyama vya wafanyakazi, ambapo kupitia shirikisho hilo alizidi kuimarisha harakati za mapambano dhidi ya mazingira duni ya wafanyakazi, hasa wafanyakazi wa Kiafrika. Ni katika kipindi hiki ambapo ushirikiano wa Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa na hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wakati huo akiwa rais wa 5, ulipoimarishwa